Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Anga lilikuwa jeusi, halikuwa na nyota hata moja, kana kwamba mbingu yenyewe ilikuwa imefumba macho ikikataa kushuhudia kilichokuwa kinakaribia kutokea. Kwenye stendi ya mabasi, basi kubwa la rangi ya bluu na nyeupe lilikuwa limewaka taa, likitoa sauti ya injini iliyokuwa ikikohoa kwa uchovu. Lilikuwa linaelekea nchi jirani, safari ya usiku, safari ambayo wengi waliiamini kama ya kawaida, lakini kwa hakika haikuwa ya kawaida hata kidogo. Abiria walikuwa wakipanda mmoja baada ya mwingine. Kulikuwa na kina mama waliobeba mizigo mizito, wafanyabiashara waliokuwa na haraka, vijana waliokuwa na ndoto za maisha bora, na wazee waliokuwa kimya, kana kwamba mioyo yao ilisimulia mambo ambayo midomo haingeweza kusema. Pembeni kidogo, karibu na mlango wa basi, alisimama kijana mmoja wa kiume. Alikuwa na umri wa miaka 21 tu, mwembamba, mrefu kiasi, macho yake yakiwa hayakai sehemu moja kwa muda mrefu. Uso wake haukuonyesha woga, bali mzigo mzito wa jambo alilokuwa ameliona na kulibeba peke yake. Jina lake lilikuwa Amani. Amani hakuwa mchawi, hakuwa mganga, hakuwa mtu wa kuombaomba. Lakini tangu akiwa mtoto, Mungu alimjalia kitu ambacho hakukuja na maelekezo.